leo mpaka kifo hakuna kuzaa. Na ikitokea mganga anaonyesha dalili kutaka kumsaidia, inamlazimu yeye afe. Kwa hiyo kokote ulikokuwa unaenda wanakufariji tu, wanakupa dawa. Na wengine inawezekana sio waganga, na unajua waganga, mimi ni mganga sababu hichi mimi mganga afu ni mchawi, nauza uchawi pia. Lakini nikwambie tu ukweli, na kama kuna wengine pia walipima, aliona uwezo wa ujini, hawakutaka kukwambia ukweli, maana watapoteza mteja. Sasa mimi sio mteja kwa wewe, sio mteja kwangu. Wewe umekuja kwangu kama mwanangu nikusaidie, na msaada wangu kwa mkeo kwa kweli kujitoa, kujisacrifice kwa sababu ya mkeo. Yaani nisubutu kufanya kama sadaka liwalo na liwe. Kwa kweli mimi ni wewe ni mwanangu wake, siwezi kufanya hivyo. Unasikia hiyo? Siwezi kufanya hivyo. Kwa cha msingi nikwambie tu, akatuandikia yale maandishi ya kwenda kutoka kulia kwenda kushoto. Akasema haya, mwende mkanywe, nitakuwa nawatembelea usiku. Niendelee kuja huko nyumbani kwenu mkiwa nyinyi mnaishi kwa Dar es Salaam, mtakuwa nakuja usiku. Yaani awe anakuja kutembelea kichawi. Ili aendelee kumsii yule jini, ikiwezekana akubali angalau nipate mtoto mmoja tu. Kama atakubali, amuombe yani aendelee kumuomba. Kama atakubali, lakini asipokubali basi tukaenda tena hatimaye tukarudi. Akasema lakini mwanangu, unasumbuka kila wakati Dar es Salaam Matombo kwa nauli nyingi hizo, wewe si Mkristo? Tukasema ndio. Nendeni, yani ili tatizo mke wako linawezekana kwa wale Wakristo wanaolialia, nendeni huko. Ni nani anayesema hayo? Mganga wa kienyeji ambaye ni shehe wa Mtamba chini. Akasema nenda kwa wale Wakristo wanaolialia, maana hawezi kumtaja Yesu. Akasema tu nyinyi si Wakristo? Nikamwambia ndio. Basi mimi naona uende tu kwa hao Wakristo. Basi toka hapo, kwa sababu bado tulikuwa tumefungwa, tukawa tumebaki nyumbani, hata wazo kusema kuwatafuta Wakristo halikuwepo. Tukaendelea kubaki, hatimaye tukaenda kwa waganga wengine, tukaenda basi tena kwenye mizimu nyumbani. Hivyo ikaendelea hivyo, na hatimaye mwisho wa siku yuko shemeji yangu ambaye aliokoka, ndo akaja kutupitia. Akaja kuniambia, shemeji, mbona unateseka miaka mingi? Twende tu kanisani. Nikamwambia walokole nyinyi waongo tu. Nikaachana naye. Mwisho wa siku alikuja tu wao kwa safari zao, hiyo shemeji yangu kuja tu kunitembelea jioni. Alipofika tu nikaingia ndani nikakusanya zile dawa zote, nikamwambia shemeji, dawa hizi hapa mimi nataka niende kanisani. Ndio mwanzo wa safari yangu ya kanisani, hatimaye nimepata watoto. Na hatimaye nimepata kuitwa mama watoto, na mimi nina watoto mpaka hivi leo unavyoniona namtumikia Mungu. Haleluya. Kwa kanisani kulianzia hapo. Japo kuna mengine mengi muda usingelitosha. Amina. Shangilie Bwana kwa makofi makubwa mengi zaidi. Unasikia hiyo? Mwambie jirani yako, acha shingo ngumu. Yesu anaweza kubadilisha hali yako. Haleluya. Simama, ongeza makofi na vigelegele. Ukisikia shuhuda hizo, lengo ni kuinua imani yako ili uweze kupokea. Bila kuwa na imani kubwa, huwezi kupata kile unachopata. Amina. Haleluya. Haleluya. Huwezi kupata kile unachotaka kama imani yako iko chini. Na wako watu wengi ambao hawana imani, na ndio maana wakati mwingi hawapokei kwa sababu ya imani yao kuwa chini. Mpe Yesu makofi tena na vigelegele. Ongeza makofi zaidi. Alikuwa tasa, sasa ana watoto 3. Ndoa yake na maisha yake yalibadilika baada ya kuja kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Hata mume wake alikuwa hataki kuokoka, lakini baada tu ya kupata watoto na yeye sasa ni mlokole. Makofi na vigelegele kwa huyu Yesu. Basi
Basi inua mikono yako juu, tuombe sasa. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, jioni tena ya leo ni jioni njema juu ya watu wako, na kwa jina la Yesu Kristo, mamlaka za giza, mamlaka za kichawi, mamlaka za wanga, mamlaka za mizimu, mamlaka za maruhani na majini, vinyamkera na vibwenga, na kila jini Maimuna, jini Makata, jini Subiana na majini yote yanayowatesa watu na kuwaonea, kwa jina la Yesu Kristo, jioni ya leo waachie watu hawa. Malaika washuke wa vita kupigana na majeshi haya yote. Pigana na mamlaka zote za kuzimu, pigana na mamlaka zote za wachawi, pigana na mamlaka zote za magonjwa, pigana na mamlaka zote za uonevu. Na watu hawa jioni tena ya leo wasikie neno lako lenye nguvu na uwezo wa kubadilisha maisha yao, katika jina kuu la Yesu Kristo. Tuseme wote amen. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Amen. Tunaweza kuketi sasa tafadhali. Ujumbe wetu wa leo una kichwa kutolewa gerezani. Kutolewa gerezani. Yuko mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo. Huyu alikuwa mhubiri wa injili kama mimi, na kadiri alivyohubiri, watu wenye mapepo, watu wenye magonjwa, watu wenye matatizo mbalimbali waliweza kufunguliwa. Katika Matendo ya Mitume 16 na mstari ule wa 16 hadi 18, Biblia inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi, akapiga kelele, akasema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiri njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limepotea, wakamkamata Paulo na Sila, wakamkokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi, tena wanatangaza habari za desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka, wakaendea makadhi, wakawafua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kupiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakaamuru mlinzi wa gereza awalinde sana, naye akisha kupata amri hiyo, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo
za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Ghafla kukawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo malango yakafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu, akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akaruka ndani, akatetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila, kisha akawaleta nje, akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu, nawe utakoka pamoja na nyumba yako. Haleluya! Hapa tunaona jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Paulo alivyokuwa anahubiri Injili. Na alipokuwa anahubiri Injili ya Yesu Kristo, akatokea mganga mmoja, ni binti mtoto mdogo. Huyu binti mdogo alikuwa na pepo wanaitwa pepo wa utambuzi au pepo wa uaguzi. Hawa pepo wa utambuzi au pepo wa uaguzi walikuwa wanawapatia Wasamaria pesa nyingi. Walikuwa anafanya mambo ya uaguzi, na wale watu walikuwa wanamfuata Paulo na walikuwa wanamfuata yule binti, wanatafuta maisha yao yawe ni maisha ya fedha, wanatafuta maisha yao yawe ni maisha ya utajiri, wanatafuta maisha yao yawe ni maisha ya mafanikio. Kwa hiyo wakawa wanamfuata yule binti tena na tena kwa maelfu yao. Lakini siku moja yule binti akawakuta Paulo na Sila, akasema, hawa ni watumishi wa Mungu wenye kuhubiri njia ya wokovu. Aliposema, Paulo hakumkawiza, akamkemea yule pepo. Alipomkemea yule pepo akaondoka kwa binti yule. Biashara ya utajiri, biashara ya mafanikio ya wale watu wa eneo la Warumi ikafa. Wakaanza kulia ya kwamba watapata mtu wastahilio tena. Ikawa ni shida kwao, hasira zikawapanda, wakasema, wakawaambia wale watu wa ule mji waliokuwa wanamtegemea sana yule binti ya kwamba wako watu hawa wanatangaza habari za Yesu, wanatangaza Yesu anayeponya, wanatangaza Yesu anayeokoa, wanatangaza Yesu anayetoa mapepo. Sasa wametoa pepo wa binti ambaye alikuwa anatusaidia. Wakazi wa Rumi, tusaidieni, ni wakati wa kutusaidia. Wakiwa wanahangaika hivyo, wakamkamata Paulo na Sila, wakamweka gerezani. Wakajua hawa hawawezi kufurukuta, na wakaambiwa waweke kwenye chumba cha ndani. Lakini sio tu chumba cha ndani, wawekewe pia mikatale, wafungwe kwa mikatale ya kwamba hakuna kutoroka. Paulo na Sila wakiwa ndani ya lile gereza, wakaanza kuomba na kusifu. Walipokuwa wanaomba na kusifu, mambo yakaanza kutokea. Walipokuwa wanaomba na kusifu, tayari milango ya gereza ikaanza kutikisika. Na kadiri milango ya gereza ilivyotikisika, milango ile ikafunguka yenyewe. Sema yenyewe. Piga kelele yenyewe. Ila milango ikaanza
kufunguka yenyewe. Na mimi jioni ya leo ninapohubiri habari za Yesu Kristo, milango inaanza kufunguka yenyewe. Milango ya fedha iliyofungwa inaanza kufunguka yenyewe. Milango iliyofunga baraka zako inaanza kufunguka yenyewe. Milango iliyofunga watoto wako wasiende shuleni inaanza kufunguka yenyewe. Milango ambayo iliyofunga biashara yako isiende sawasawa inaanza kufunguka yenyewe. Milango iliyofunga maisha yako ya kwamba huwezi kupata mtoto wala huwezi kuwa na afya njema, hiyo milango inaanza kufunguka yenyewe. Haleluya, haleluya. Wakati wanaomba na kumsifu Bwana, milango ikafunguka. Kuna milango inakwenda kufunguka sasa kwenye kazi yako. Kuna milango inakwenda kufunguka sasa juu ya maisha yako. Kuna milango inakwenda kufunguka sasa juu ya maisha yako. Sema amen. Kwa sababu tunapomuomba Mungu na kumsifu, milango inaanza kufunguka yenyewe. Piga kelele, milango inaanza kufunguka yenyewe. Sema kwa nguvu, milango inaanza kufunguka yenyewe. Mlango wako unaenda kufunguka wenyewe jioni ya leo. Mlango wako unakwenda kufunguka jioni ya leo. Nasema mlango wako unakwenda kufunguka jioni ya leo. Wale waliofunga milango ya fedha, wale waliofunga milango ya afya njema, wale waliofunga milango ya ndoa yako, wale waliofunga milango ya afya yako, wale waliofunga milango ya kutokujenga nyumba, wale waliofunga milango ya kutokufanikiwa katika kila unachofanya, wale waliofunga milango ya afya tele, wale waliofunga milango ya kutokujenga, ya kutokuwa na shamba, ya kutokuwa na mifugo, wale waliofunga, leo tunapokwenda kumsifu Bwana na kumwomba Bwana, milango yako jioni ya leo inaanza kufunguka. Sema amen. Paulo na Sila walipokuwa wanaomba na kumsifu Bwana Yesu, milango ikafunguka yenyewe. Na baada ya kufunguka, walinzi wakaendelea kuwasikiliza Paulo na Sila. Yawezekana unanisikiliza huko nyumbani, yawezekana unanisikiliza kwenye Facebook, yawezekana unanisikiliza chumbani kwako na unasema hiyo sio dini yangu. Lakini nataka nikuambie jioni ya leo, wale wafungwa walikuwa pamoja na Paulo na Sila. Wakina Paulo na Sila wakati wanaomba na kusifu, hawa wengine wanasikiliza, kwa sababu walishtuka ya kwamba huyu ni mtu wa namna gani wanaosifu na kuabudu ndani ya gereza. Wakiwa wanasikiliza, mambo yanaanza kutokea. Wakanudhurika kukaa gerezani kwa sababu ya Paulo na Sila. Na mimi natangaza jioni ya leo, watu wa Tubuyu na Mfuruli, watu wa Mji Mwema na Tungi, salama yenu ni kwa sababu niko hapa ninaomba na kusifu huyu Yesu. Salama yenu ni kwa sababu ninamtangaza huyu Yesu anayeokoa na kuponya. Ndio maana jioni ya leo natangaza huko mliko, yuko Yesu anayeweza, yuko Yesu anayeponya, yuko Yesu anayebariki, yuko Yesu anayefungua. Watu wa Mfuruni, watu wa Tubuyu, Watungi, eleweni yuko Yesu. Huyu Yesu mahali popote anapoombwa, huyu Yesu mahali popote anaposifiwa, lazima mambo yatendeke na milango ya gereza ifunguke. Lazima mambo yatendeke na milango ya gereza ifunguke. Na wewe uko lipo nyumbani, gereza lako linafunguka. Na wewe ulioko mahali hapa, gereza
lako linafunguka. Na wewe ulioko kwenye Facebook, gereza lako linafunguka. Na wewe uliyeshikiliwa huko kwenye biashara na kazi, gereza lako linafunguka. Kwa sababu Yesu akiombwa na kusifiwa, lazima magereza yenyewe sio sisi tunayofungua, ni yeye mwenyewe anatuma malaika, na yale magereza yanafunguka, na yale magereza yanafunguka, na yale magereza yanafunguka. Hata la kwako sasa linafunguka, hata la kwako sasa linafunguka, hata sasa la kwako linafunguka. Haleluya, haleluya. Magereza yaliyofunga watu Morogoro hii lazima yafunguke. Magereza yaliyokufunga wewe na lenyewe lazima lifunguke. Gereza lililoshika watoto wako lazima nalo lifunguke. Gereza lililoshika kazi yako lazima nalo lifunguke. Gereza linalokuzuia usilale usiku, hilo gereza lazima lifunguke. Gereza linalokuambia huyo mume wako sasa anakupa talaka, potea, hilo gereza lazima lifunguke. Hilo gereza lililoshika usile vizuri wala usivae vizuri, hilo gereza linafunguka. Hilo gereza lililoshika mikono yako usishike pesa, hilo gereza linafunguka. Anza kujielewa sasa ya kwamba ninapokwenda kumwomba huyo Yesu, gereza langu lazima lifunguke. Ninapokwenda kumsifu huyo Yesu, lazima gereza langu lifunguke. Ninapokwenda kumwimbia huyo Yesu, gereza langu lazima lifunguke. Ninaliona gereza lako linafunguka, ninaliona gereza lako linafunguka, ninaliona gereza lako linafunguka. Maana jioni ya leo tutamwomba huyu Yesu, na bila shaka gereza lako Yesu anakwenda kulifungua. Lile gereza lililoshika maisha yako jioni ya leo linakwenda kufunguka. Sema amen. Baada ya milango ya gereza kufunguka, mlinzi akachukua upanga akataka kujichinja, akijua watu hawa wameondoka wote, sasa ni wakati wa kufa mimi, kwa hiyo nitapigwa mpaka nife. Kabla sijapigwa mateso hayo, bora nijiue. Paulo akitaka mlinzi wa gereza naye akutane na nguvu ya Mungu, akamwambia usijidhuru. Na alipoacha kujidhuru, akawauliza Paulo na Sila, ndugu zangu, nifanye nini ili nipate kuokoka? Hilo ndio swali alilowauliza wale wakina Paulo na Sila. Stori za gereza zikawa zimeisha, stori za kuwepo ndani zikawa zimeisha, lakini mlinzi wa gereza yeye akajua kuna faida ya hawa watu liokuwa ni maweweka gerezani. Akawauliza swali kubwa katika maisha yao, nifanye nini ili nipate kuokoka? Na inawezekana hata wewe unayenifuatilia katika Facebook, unayenifuatilia kule nyumbani, unayenifuatilia katika biashara yako, unayenifuatilia chumbani mwako, yawezekana una swali kama la huyo mlinzi wa gereza, ya kwamba nifanye nini ili nipate kuokoka? Yule mlinzi wa gereza alipouliza swali hili, Paulo akasema, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Nini maana ya kuokoka? Maana ya kuokoka ni kunusurishwa, kutolewa katika hatari iliyokubwa kukupata. Na hatari kubwa kuliko zote sio hatari ya maji, sio hatari ya moto wa dunia hii, sio hatari ya ajali, sio hatari ya kupigwa risasi, sio hatari ya kulipukiwa na mabomu, sio hatari nyingine hizi za duniani. Hizi hatari
zote za duniani ni hatari za muda tu, lakini kuna hatari moja kubwa isiyo ya kawaida, na hii hatari ni wanadamu wote, bila kujali cheo, bila kujali wewe ni raisi, bila kujali wewe ni waziri, bila kujali wewe ni mbunge, bila kujali wewe ni tajiri, bila kujali wewe ni maskini, bila kujali wewe ni nani. Hatari hiyo ni kwenda jehanamu ya moto. Hiyo ni hatari kubwa kuliko hatari zote, na hii hatari iko tayari kuwakumba wanadamu wote, kwa sababu wanadamu wanapofanya dhambi, kulewa, kuiba, kutukana, kuzungumza uongo, wanakabiliwa na jehanamu ya moto. Wanapofanya ushirikina na uchawi, wanakabiliwa na jehanamu ya moto. Ili ujinusuru katika jehanamu ya moto, lazima umwamini Bwana Yesu ili aweze kukuokoa. Sema amen. Kwa hiyo jioni ya leo unaponisikiliza, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka, wewe na nyumba yako. Wanawake, wanaume, vijana, Mungu anaotaka kuokoa nyumba zetu. Kila mmoja aliyekuja hapa kwenye uwanja wa mkutano, Mungu anataka akuokoe wewe na nyumba yako. Mungu anataka waokoe majirani zako. Mungu anataka waokoe marafiki zako. Mungu anataka aokoe wenye dhambi wote. Yesu hataki awaye yote aende jehanamu ya moto. Yesu anataka kila mmoja aokoke na achane na dhambi. Biblia inasema yeye ajaye kwake hatamtupa kamwe. Ukimfuata Yesu jioni ya leo, atakusamehe dhambi zako zote, atakusafisha dhambi zako zote, na atakupa uwezo wa kushinda dhambi zako zote, na jina lako atalifuta, na hautaenda motoni milele na milele, kwa sababu jina lako baada ya kuokoka linaandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Likishaandikwa, wewe sio wa shetani tena, wewe ni wa Mungu, na Yesu Kristo anakuwa pamoja na wewe, na malaika wanakuwa pamoja na wewe, na wanakupa uwezo wa kushinda dhambi, sio kwa nguvu zako. Hilo ni lango tena la gereza, maana huwezi kuacha dhambi kwa nguvu zako mwenyewe. Ni Yesu anayekuwezesha kuacha dhambi. Yesu akiingia ndani yako, anatawala moyo wako, anatawala akili zako, anatawala nafsi yako, anakupa uwezo wa kuacha dhambi, anakupa uwezo wa kumwacha shetani. Na ukimwacha shetani, Yesu anakumiliki na kukutawala, na huwezi kuonewa tena. Haleluya. Jioni ya leo, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Simama pale ulipo. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Milango ya gereza ikafunguka. Piga makofi, piga makofi, piga makofi. Pa, 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 pa.
uchukue hatua, usogee sasa. Toka kule uje hapa, toka kule uliko njoo hapa. Nataka hapa tuje tuombe, tuombe kwa pamoja, tuombe bila kujali. Mungu anataka tuombe, tumeshasifu, anataka sasa tuombe. Toka kule uliko tuje hapa, nataka tuje hapa ndio tuombe hapa. Ramashikikira makasi. Inua mikono yako juu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Baba, wewe ni Baba yangu. Oh, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Oh, wewe ni Mungu wezaye, wewe ni Baba yangu. Tafadhali sogea. Sasa muite Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mwambie wewe ambaye uliyewatoa gerezani wakina Paulo na Sila, Bwana anataka uombe sasa ili gereza lifunguke. Omba sasa katika jina la Yesu. Omba sasa, omba sasa, omba sasa, omba sasa. Mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu. Mwambie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nirehemu Yesu. Ponya familia yangu, ponya mwili wangu, ponya biashara yangu. Gereza lifunguke, gereza lifunguke, gereza lifunguke, gereza lifunguke. Wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba, wewe. Amba kwa kumwita Yesu. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba na kumsifu Bwana ya kwamba gereza walilonalo, gereza walilowekwa, wakaweka mikatale, wakaweka pigo, lakini linaweza kufunguka. Hata la kwako linaweza kufunguka sasa, linaweza kufunguka sasa, linaweza kufunguka sasa, linaweza kufunguka sasa. Mwambia gereza langu linafunguka lenyewe ninapoomba. Gereza langu linafunguka lenyewe ninapoomba. Gereza langu linafunguka lenyewe pale ninapoomba. Gereza langu linafunguka lenyewe sasa. Gereza langu, gereza langu, gereza langu, gereza langu, gereza langu,
Wale walioshika nyumba yako waachie. Wale walioshika pesa yako waachie. Wale walioshika watoto wako waachie. Wale walioshika tumbo lako waachie. Walioshika moyo wako waachie. Walioshika akili yako waachie. Walioshika mawazo yako waachie. Walioshika fahamu zako waachie. Gereza lako lifunguke jioni ya leo. Lifunguke jioni ya leo. Wako unapoomba, wako malaika sasa. Mahali popote unapoomba, wako malaika wanaokuja kufungua gereza lako, kufungua gereza lako, kufungua malango ya gereza lako. Unapoomba wanakuja malaika, wanataka wafungue, wanataka wafungue, wanataka wafungue, wanataka wafungue biashara yako, wanataka warete afya yako, wanataka wakuponye sasa, wanataka wafungue gereza lililofunga maisha yako, gereza lililofunga hatima ya biashara yako, gereza lililofunga ndoa yako na kazi yako, gereza lililofunga akili yako na maisha yako, gereza lililofunga yale unayoyafanya. Gereza lako linafunguka. 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 Gereza la umaskini linafunguka. Gereza la magonjwa linafunguka. Malango yaliyokufunga yanafunguka jioni ya leo. 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 Gereza lako linafunguka. Gereza lako linafunguka lenyewe. Gereza lililokushikilia akili yako, mawazo yako, moyo wako, fikra zako, maisha yako, ndoa yako, akili yako, maisha yako, hilo gereza linafunguka. Amen. Inawezekana kuna nguvu ya kushinda dhambi. Yesu Kristo anasema muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Yesu anataka akuokoe. Popote pale unaposikia sauti hii, Yesu anataka kusamehe. Yesu anataka kuokoe. Yesu anataka abadilishe maisha yako uweze kuwa kiumbe kipya. Mahali popote unaposikia sauti hii, Yesu anataka kuokoe na kusamehe. Unahitaji popote pale ulipo, unataka umpe Yesu maisha yako akuokoe, inua mkono wako mmoja juu. Inua mkono wako mmoja juu, ishara ya kusarenda mbele za Yesu Kristo. Na Yesu Kristo atakupa uwezo, atakupa nguvu pale ulipo, na wewe utaokoka, na atakupa uwezo wa kushinda dhambi zote, dhambi zote, dhambi zote, dhambi zote. Atakupa uwezo wa kushinda dhambi zote. Inua mkono wako mmoja juu, na kisha fatisha maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, jioni ya leo damu yako ya thamani yenye uwezo wa kusafisha dhambi zote, jioni ya leo inisafishe makosa yangu yote. Kuanzia leo Yesu, badilisha maisha yangu, nifanye kuwa kiumbe kipya. Jina langu lifute jioni ya leo katika vitabu
vitabu vya hukumu, na uliandike katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Yesu, unisamehe, unisafishe, unioshe, unibadilishe, unifanye kuwa wa kwako kuanzia leo. Tawala mawazo yangu, tawala akili yangu, tawala maisha yangu, tawala tabia yangu kuanzia sasa. Yesu, niokoe, nisamehe. Wewe uwe dereva wangu, kiongozi wangu kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Amen. Endelea kuinua mikono yako juu. Baba, wabariki watu hawa, wape neema ya pekee, wape nguvu ya ziada, na wape kushinda na zaidi ya kushinda, na yale yote yanayowasibu na kuwarudisha nyuma hayana mamlaka juu yao. Walinde na yule mwovu Shetani, wape nguvu ya kusonga mbele kuanzia leo. Damu yako iwafunike, damu yako iwatawale, damu yako iwafunike na kuwaongoza, katika jina kuu la Yesu Kristo. Tuseme wote amen. Inua mkono wako mmoja juu sasa, na weka mkono mwingine kwenye moyo ili niombe. Kumbuka jambo moja, unapookolewa, moja ya silaha ya kwanza ni kudumu katika mafundisho. Unapokaa kwenye mafundisho, unamjua Bwana zaidi, na unaendelea kuwa mtakatifu hatua kwa hatua, na utafika katika viwango vile alivyo navyo Yesu. Kadiri unavyokaa kwenye mafundisho, kadiri unavyokaa kwenye wokovu, utapanda katika viwango vikubwa, hata kufanana na huyu Yesu aliyekuokoa. Kwa hiyo kazi yako kuu sio baada ya kuokoka unakaa nyumbani. Baada ya kuokoka lazima upende mafundisho. Biblia inasema katika Methali 12 mstari wa 1, apendaye mafundisho upenda maarifa. Na wewe ukikaa kwenye mafundisho utakuwa na maarifa tele, na utafanana na Yesu Kristo. Sasa inua mkono wako juu moja, na mkono mwingine weka kwenye moyo. Hata kama uko kule nyumbani, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye familia, popote pale ulipo, inua mkono wako mmoja juu na mkono mwingine weka kwenye moyo. Ninaomba. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, pepo wa magonjwa, kama ulivyowatoa wakina Petro gerezani, hawa nao wanataka watoke gerezani. Na kwa jina la Yesu Kristo, kila gereza kule nyumbani, kila gereza kwenye biashara, kila gereza kwenye ndoa, kila gereza kwenye tumbo, kila gereza kwenye kifua, kila gereza kwenye miguu, kila gereza kwenye moyo, kila gereza kwenye kazi, kila gereza kwenye biashara, kila gereza kwenye nyumba, kila gereza kwenye kichwa, kila gereza lililowafunga watu hawa na wamekaa ndani muda wote huo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, magereza hayo yaliyowafunga watu hawa, ninaamuru sasa kwa jina la Yesu Kristo, magereza hayo yawe wazi sasa. Magereza hayo yawe wazi sasa. Magereza hayo yawe wazi sasa. Magereza hayo ya kichawi yafunguliwe sasa. Magereza ya umaskini yafunguliwe sasa. Magereza ya magonjwa yafunguliwe sasa. Magereza ya uonevu yafunguliwe sasa. Magereza
magereza ya ukichaa yafunguliwe sasa. Magereza ya kila namna yaliyoshika pesa, yaliyoshika akili, yaliyoshika watoto, yaliyoshika kazi, yaliyoshika biashara, yaliyoshika ndoa, yaliyoshika mashamba, yaliyoshika mifugo, yaliyoshika kazi, yaliyoshika akili, yaliyoshika mashamba, yaliyoshika chochote, yaachie sasa. Magereza yote yaachie sasa. Magereza ya uonevu, ya vifungo mbalimbali, yaachie sasa. Magereza yaliyoshika watoto wetu, yaachie sasa. Magereza yaliyoshika akili na ufahamu wetu, yaachie sasa. Magereza, 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 magereza. Kila gereza sasa linafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuinua mkono wako mmoja juu, weka mwingine kwenye moyo. Kila gereza, kila gereza, kila gereza, kila gereza, moja moja, repasheki. Kila gereza lililoshika mahali popote, kila gereza lililokamata mahali popote, kila gereza lililoshika maisha ya watu hawa, kwa jina la Yesu Kristo, gereza hilo lifunguke sasa. Kwa jina la Yesu Kristo, gereza hilo lifunguke sasa. Kwa jina la Yesu Kristo, gereza hilo lifunguke sasa. Katika jina la Yesu Kristo, gereza hilo lifunguke sasa. Katika jina la Yesu Kristo, gereza hilo lifunguke sasa. Gereza la mapepo, gereza la mapepo, gereza la mapepo, gereza la kichawi, gereza la magonjwa, lifunguke sasa. Kila gereza, kila gereza la uonevu lililofunga maisha ya msichana huyu, gereza hilo lifunguke sasa. Gereza hilo lifunguke sasa katika jina la Yesu. Gereza lililofunga maisha ya dada huyu lifunguke sasa. Gereza la kila uonevu lifunguke sasa. Gereza la uonevu lifunguke sasa. Gereza la kichawi, gereza na maagano ya kila namna yayeyuke na kutoweka sasa. Gereza la kila namna litoweke katika jina la Yesu. Gereza la kichawi lililofunga maagano na mikataba ya kila namna ya uchawi na uganga, yafunjike sasa katika jina la Yesu Kristo. Gereza la mizimu lifunjike sasa. Gereza la magonjwa, gereza la uonevu litoweke sasa. Gereza la kila namna liyeyuke na kutoweka. Magereza yote katika jina la Yesu. Gereza, 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 mshika mtoto. Gereza rabashekete rebo sokoria masheka. Gereza la mizimu, gereza la magonjwa, gereza la uchawi, gereza la majini. Enyi majini, toweka, toweka, toweka sasa. Toweka, piga kelele. Toweka sasa, toweka sasa, toweka sasa, toweka sasa, toweka sasa, toweka sasa. Piga kelele wake. Hilo gereza ulilomweka, haya 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 haya, moto 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 moto. Hilo gereza 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 gereza, hilo gereza 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 lifunguke sasa. Gereza la kichawi, gereza la uganga, gereza la mizimu, toka toka katika jina la Yesu. Kila gereza, mshike mtoto huyu. Ripo sukuri ya machika, rimakaturi ya mashika. Kila gereza la kichawi, gereza la uonevu, gereza la miungu, haraka popote liliposhika. Gereza, 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 toka, piga kelele wake. Machini kwa gredi zake, toka ndani ya tumbo. Pepo mahaba, pepo uonevu, haraka, haya sio makao yako. Toka ndani ya tumbo, toka ndani ya tumbo, toka ndani ya kifua, toka ndani ya kila sehemu ulizoshika. Pigwa sasa, toweka sasa. Achia mwili huu, achia maisha ya binti huyu, haraka
Ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa. Funguka katika jina la Yesu. Wewe ambaye jo uko na shida ya vidole, aha, hebu niambie mkono unaendeleaje sasa? Hapa kwenye maungio nafuu. Ni kitu gani ambacho umejua sasa kuna unafuu? Hapaumi. Mwanzoni nilipokuja palikuwa panauma. Palikuwa panauma kiasi gani? Kwa nasikia maumivu makali. Lakini baada ya maombi saizi hapaumi. Na mkono ukisikia ukichezesha hivi unausikiaje? Bado ndio vidole. Baba, malaika zako wafanye operation. Hawa walioshika vidole na mkono na moyo warekebishe sasa, kufumba na kufumbua, na wawe wazima na uzima uwe juu yake. Mateso haya yasimrudie tena katika jina la Yesu, amen. Okay, tukumbuke tu watendakazi, nataka nibaki nao dakika mbili, lakini tukumbuke tu kwamba tunapoalika wagonjwa, tunapowaleta wagonjwa, tunapoleta watu wenye shida mbalimbali, maana yake ni kwamba ndio wanapata msaada. Lakini tusipokuja nao na sisi wenyewe tusipokuja, tunampa ibilisi nafasi. Amen. Kwa hiyo hakikisha kesho unatoka mapema saa 9, unawakaribisha ndugu zako, marafiki zako, majirani zako na wote. Amen. Wahi mapema ili tusikie shuhuda mbalimbali ambazo Yesu amewatendea watu. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Na wakina mama, hakikisheni mnatafuta mlinzi wa mchana. Amen. Amen.